kuongea na nyinyi na kuwaeleza yale ambayo inatutatiza. Mimi naitwa Mheshimiwa Elijah Kasheusheu Ozil, na hili jambo si jambo la kawaida. Si kawaida yetu kuja katika police kuripoti kwamba tumekosana na watu wengine ama tumekwaruzana. Hii tumekuja police station kwa sababu yale ambayo kwa muda sasa tangu nilipo wachana na governor kisiasa, governor Professor Longanyapuo, nimeangalia ile communication ambayo amekuwa akifanya na my family imekuwa ni ya kustusha, kwa sababu amekuwa akijaribu kumonitor ile my moves, na to an extent pia security officers yake wamekuwa akimonitor my moves. So I'm worried kwamba what is the intention of trying to monitor the way I'm moving and what I'm doing. So mimi I feel I'm very threatened. I fear for my life because I know Governor Longanyapuo. He has been a very close friend of mine. I know what he can do. Mimi najua Longanyapuo kwa sababu ni rafiki yangu kisiasa, tumekaa na yeye na najua kile Longanyapuo anaweza akafanya. Singestuka bure, nimestuka kwa sababu ya maongezi ambayo pia amekuwa akisema na matusi na kusema huyu kijana akicheza na mimi nitamfinya. Na kando na hayo yote kufanyika, jana tumekuwa mazishi. Kabla hapo weekend nimekuwa na challenges kidogo, although it is very shameful to talk about family issues, but I'm very disappointed and I'm very bitter because how can the governor interfere with issue to do with my family? Because watu wa West Pokot County kwamba mimi nimefanya kazi na Longanyapuo na nimesimama na yeye kwa kisiasa na kwa mambo mengi, lakini ile direction anachukua ni direction ambayo ni mbaya sana, kwa sababu there is no way unasema utasponsor familia ya mtu itoke kwa boma na unasema uko determined kuvunja hiyo boma ili kwamba hiyo mtu akwishe harudi mahali alikuwa. Mimi nataka kuambia Governor Longanyapuo leo mchana, chukua bibi, lakini usijaribu kugusa maisha yangu, kwa sababu vile umeongea jana. Tumekuwa mazishi jana, na kwa hiyo mazishi, baada ya mimi kuongea na kukueleza kwamba tuheshimiane, isifike familia, isifike mambo ya kunitishia, ulinipoint. Governor Longanyapuo alinipoint na miti na akaniambia, kijana, umeamua vita na mimi utalia. After hivyo akapoint bodyguard yake miti. Bodyguard yake akakuja na kunishika, anataka kunipiga. Bahati mzuri kulikuwa na officers ambao walikuwa wanaekea Madam Speaker ulinzi, akamwambia hapana, kazi haifanyi hivyo, akatulia. Baada ya hapo kuna wale county askari wakiongozwa na Singh walikuja, wanataka kunishika na kunipiga, na ni kwa public. So nikajiuliza, kwa public kama wanataka kunipiga mchana na hao ni officers wa governor, na tukikutana kwa giza, na hii maneno governor ameniambia nitalia. Governor ananiambia nitalia kwa njia gani? So nimeona hiyo ni threat kwa maisha yangu. Na baada ya hapo nashukuru Mungu kwa sababu wananchi wa Tapacho walijitokeza kwa wingi, walinidefend na wakanichukua, wakaniwekea ulinzi, nikakaa katikati yao mpaka sherehe ilipoisha, nikapewa officers wakanisindikisha mpaka kwangu. So kile nimeona ni kwamba, na kuanzia hiyo incident ifanye sijalala, nimekuwa nikipata calls from my friends ambao ni county government staffs, hata wengine ambao wanafanya na yeye, na pia officers ambao wanafanya kwa governor residence wamenipigia simu na kunieleza kwamba wachana na hii siasa, weka kando, kwa sababu vile governor anaongea ni kama mambo sio mzuri kwako. Na vile vile governor ameshapeana order kwamba mahali popote nitapatikana nipigwe, nikipona nisipone, nikipata na kama nitapona amesema nikuwe na ile inaitwa permanent injury. So mimi sijui Longanyapuo kama hako na deni na kwetu, ama sisi tunadai yeye ama anatudai. Kama kunayo, niko na wazazi wangu, niko na wazee, wakuje tukae chini hanieleze, kwa sababu siasa ikifika kwa familia ni hatari sana. Mwisho, mimi ndiye speaker wa bunge letu la Pokot Magharibi, na adhuhuri ya leo nimeona ni vyema pia nije nijieleze kwa wanahabari na pamoja kwa wasikilizaji wetu kupitia radio zetu, na nilikuwa nimeguzia kwa siku ya Jumapili. Na
tumekuwa tukifanya kazi vizuri, lakini malumbano imeanza kwa miezi 3 iliyopita, na kuna audio nimepata na governor pia amesema, si mara moja sio 3, mara hata 4, amesema kwamba speaker wa bunge, huyo mama anapenda kuniita mama, asipoimpichiwa lazima afungwe mikono huko kwake, na kwa miezi 2 lazima akuwe ametoka kwa uongozi. Na hiyo imenipata kwa mtisho nikiwa kama mama. Hasa hapo hiyo sehemu anasema afungwe mikono, na hiyo audio iko hapa na nimepeana kwa radio na nitapeana pia na sasa. Na imesemwa aliongea kwa lugha ya vernacular, lugha yetu ya kinyumbani ya Kipokot. So niko pia na hiyo statement hapa kwa DCI na nimeambia pia watu wetu, na amesema lazima atoke. Hiyo ndio clip amepeana akiwa kwa mkutano, na hiyo imenitishia kama mama, na hata jana tulikuwa kwenye mkutano nikamueleza na nitawapa. Ya pili, pia kwa uongozi wangu nimepata ugumu kiasi, hasa wakati malumbano haya yameanza. Kule bunge tujalipa wafanyikazi wetu mshahara tangu mwezi wa 6, na tulikuwa tunafikiri ni challenges ya cash flow kutoka kwa serikali kuu, lakini tumekuja kugundua pia mkono wa governor huko ndani. Clerk wetu tulimpatia suspension kwa sababu ya makosa yale alifanya, lakini governor amekuwa akimuita, amemweleza kwamba asije akahand over kwa yule acting kwa niaba yake ili watu walipwe. So sijui ni interest gani governor hapo na kazi yetu ya bunge. Ya pili, pia ametunyang'anya magari yetu. Tulinyang'anywa gari pale Total Petrol Station ikawekwa kule residence. Alafu sasa tumeona imetolewa residence, imeenda polisi, wanasema ni misuse, atiko under investigation. Hiyo pia ni kukatai leadership yangu na kutaka kuindafia. Kile mimi ninaomba governor, ugumu ambao sisi tunapitia kama county assembly imechangiwa na wewe. Mwanzo umegawa MCS. Kuna wale umeita ni wako, alafu kuna wale umeacha wafanye kazi yao, walichaguliwa na wananchi. Mheshimiwa governor ndiye amechangia mgao katika bunge. Wale amechukua anawatumia kukuja kukatai kazi ya bunge. Na mimi ninaomba Mheshimiwa governor, katika article 185 ya katiba kuna separation of powers na tutafanya kwa kuheshimiana. Wacha bunge ifanye kazi yake kama bunge chini ya uongozi wa speaker. Wewe kama county governor fanya kazi yako county government kama governor. Interference haiwezi kutuletea faida. Pia governor mara kwa mara anatumia kitu inaitwa demonstration. Kama juma lililopita kuna waheshimiwa MCS ambao walikuwa na shida na chama chao cha KANU, wakatolewa kwenye chama. Hawa MCS wamekuwa funded na wanaendelea wakisema ati ni speaker amechangia. Mimi nataka kumwaeleza hawa MCS pamoja na yule ambao muhisani wao ambaye ni governor, kwamba speaker ana jukumu kwa mambo ya chama. Chama iliadhibu watu wake, na wewe uliulizwa na wale MCS kama watenda disciplinary, ukawakataza, ukasema kwamba wakitolewa utawaajiri kazi. So interference ambayo iko kati ya county government na county assembly imechangiwa na uongozi wa Mheshimiwa governor. Na mimi ninamuomba, demonstration haitasaidia hii county kwenda mbele. Ni viongozi wakae chini. Hii threat ya Mheshimiwa Ozil mimi jana nilishuhudia kwa sababu nilikuwa nakaa karibu na yeye. Kweli kuonyesha Mheshimiwa kidole kwamba kijana, kama umeamua kunipiga utalia, si jambo la heshima kutoka sisi viongozi. So hiyo nilishuhudia na mimi nakubali kuwa witness kwa hiyo jambo, sababu nilikuwa mahali pale. Kama si wale security wangu walikuwa, huyu mheshimiwa angekuwa amedhulumiwa, angekuwa amepigwa. So naambia wananchi na Kenya mzima, mimi ni mama kiongozi na nilipigiwa kura na waheshimiwa MCS kuwa speaker. Governor ana mamlaka ya kukuja kuincite MCS wa impeach speaker. Sijui yeye anataka kuwa speaker ama anataka kiti gani. Na mimi sijataka kiti chake cha governor. Kama nitataka ni kwa siku za baadaye, sio leo. Mimi ni speaker na niko tayari kuhudumia watu wangu kisheria. Kuna mambo governor anapenda kutembeza kwa Mongiro, MCA wa wadi ya Sok, na pia kiranja wa walio wachache, chief whip wa walio wachache katika bunge letu. Leo tumekuja hapa kwa polisi in solidarity with our two colleagues, our Madam Speaker
Honorable Kasheushew ambao wametishiwa maisha na governor wa West Pokot. Ile gitu nasema tangu mheshimiwa governor achaguliwe hajawahi kujua yeye alishapata kiketi. He is still on campaign trail tangu tarehe 8 mwezi wa 8. Sasa huyu mtu nataka kumwambia, wewe governor, wewe umepata kiketi, sasa hudumia wananchi, lakini umechelewa kwa bahati mbaya. Haufai kila wakati wewe unaimpia campaign. Ni kama vile mheshimiwa Lodinya amesema, wacha kusumbuana na watu wa chini ambao most of them ni civil servants. Kama Madam Speaker si mwanasiasa. Mheshimiwa Osil hata achachaguliwa amenominatiwa na chama. Sikuja mwerekana na watu kama ziwe tunachaguliwa na raia kama wewe. So hapana sumbuana na so I think also you are totally on a losing road. Na wewe nimekuambia mara nyingi kwa wodi yangu, wewe unakuja hapo kuongea vitu zingine. Sasa hata hiyo umelete. Hata mimi ni mtu ya Jubilee, lakini afadhali sisi watu Jubilee wenye hatukukuunga mkono. Lakini sasa umeenda finyangarika yako ya KANU. Sasa hata wewe uko wapi sasa? Because already sisi watu wa Jubilee hatujaanza vita, na sasa umeanza kwa nyumba yako. Sasa hii Dr. Tudo wako wapi? Ako na wewe kweli? Senator Poisha ambaye alikuwa mwanachama wako wa campaign trail ya 2017. Madam Speaker hapa alikuwa women rep candidate yako. Ako wapi leo? Ole wako. Shame on you. Mimi ninaomba hao speakers wako Kenya 47 pamoja na wale wawili wa Senate na wa National Assembly. Speakers walichaguliwa na honorable members ya county assemblies. Hata kama ilikuwa ni proposal ya chama, tukupewa kazi ili tuje tuserve mtu. Tumekuja kuserve wananchi, na katiba ya Kenya inaruhusu speaker kusimama kwenye katiba, si kwa sheria ya mtu binafsi. So sisi tunadulumika, kama mimi kama speaker na bodi yangu inatagetiwa mpaka maisha yangu imefika hapo, ninaambiwa nifungiwe mikono kwangu. Hiyo ndio imenifanya nije, na kukiwa na jambo lolote kunihusu mimi nimeambia mpaka jamii, na sasa na address media. I feel I'm not safe, I'm not secure because of what is going round and the wrangles between me and the governor. Command the police officers to come and arrest me. The governor was the first person to report me to the police station that I have fight with my wife. So that made me to be very scared, because you see, I asked myself very many questions. Why is it that the governor is more interested to an extent of trying to use my personal issues? He wants to use police to intimidate me, but I thank the police officer did not respond. Na nashukuru sana, wacha nishukuru hawa maafisa wetu wa polisi kwa sababu hawakurespond, walifanya investigation yao na wakagundua kwamba kile governor aliweza kuambiwa ni uongo, na waliweza kuelewa kwamba kile ilifanya governor apige simu na kunireport ni kwa sababu ya utofauti yetu na yeye ya kisiasa, na ile machungu kwamba niliweza kumwacha kisiasa. So nimeshukuru hiyo hawa Sili mtoto mdogo. Madam Speaker, hawa ni watoto wadogo. Wewe kuja kwa wanaume, Lodinya wako tena watoto bwana. Natishia hawa nini? Sisi tuko. Mimi niko kwa limu kako, senator yako, kuja kwa wanaume, wacha na watoto. Unatishia hawa maisha kwa nini? Ukiona watu wamekukataa, mpaka spana yako ile mkono, siku zako zimeisha. Your days are numbered. Usikufe na watoto. Kwa hivyo nataka kuambia Madam Speaker, nataka kuambia Mr. Osil, you are secure. Hakuna mtu atakugusa. Wewe uko sawa sawa. Kwa hivyo
Nimenominatiwa na chama na niliamua kwamba nitasimama na chama baada ya mimi kuitwa disciplinary kwa sababu alitukataza twende disciplinary. Nilipoenda disciplinary nikaeleza mambo yangu, nikasamehewa na chama na nikasema nitaendelea kupigania chama changu cha KANU kwa sababu hiyo ndio imeniandika kazi. Longanyapuo amekuwa na uchungu na hiyo na amenieleza kwamba anaweza fanya chochote na maisha yangu. Ndio mimi naomba tu wananchi na wazazi wangu nimewaeleza leo kitu yoyote ikinifanyikia mimi najua sina adui mwingine. Mkisikia labda nimepotea, Longanyapuo ndiye ataulizwa na familia yangu na wananchi wa West Pokot na Mwenyezi Mungu tumeachia hii maneno. Power inakujanga na inatoka. Nataka kuambia Longanyapuo hata ukiniua leo, wananchi wakiamua uende nyumbani utaenda nyumbani. Wananchi wakiamua ubaki utabaki. Lakini vile naona dalili kama hii ndio uongozi, sisi na mimi sitarudi nyuma, nimekubali. Tutahakikisha mpaka uongozi tumebadilisha, tukuondolee uongozi. Ndio kama unataka mambo ya kuua watu, kama unataka mambo ya kupiga watu, uende ufanye ukiwa nje, lakini sio kiongozi ya kaunti ya West Pokot. Nimenominatiwa na chama na niliamua kwamba nitasimama na chama baada ya mimi kuitwa disciplinary kwa sababu alitukataza twende disciplinary. Nilipoenda disciplinary nikaeleza mambo yangu, nikasamehewa na chama na nikasema nitaendelea kupigania chama changu cha KANU kwa sababu hiyo ndio imeniandika kazi. Longanyapuo amekuwa na uchungu na hiyo na amenieleza kwamba anaweza fanya chochote na maisha yangu. Ndio mimi naomba tu wananchi na wazazi wangu nimewaeleza leo kitu yoyote ikinifanyikia mimi najua sina adui mwingine. Mkisikia labda nimepotea, Longanyapuo ndiye ataulizwa na familia yangu na wananchi wa West Pokot na Mwenyezi Mungu tumeachia hii maneno. Power inakujanga na inatoka. Nataka kuambia Longanyapuo hata ukiniua leo, wananchi wakiamua uende nyumbani utaenda nyumbani. Wananchi wakiamua ubaki utabaki. Lakini vile naona dalili kama hii ndio uongozi, sisi na mimi sitarudi nyuma, nimekubali. Tutahakikisha mpaka uongozi tumebadilisha, tukuondolee uongozi. Ndio kama unataka mambo ya kuua watu, kama unataka mambo ya kupiga watu, uende ufanye ukiwa nje, lakini sio kiongozi ya kaunti ya West Pokot. Ndiye nilikuwa advisor ya kisiasa ya Longanyapuo mpaka December 2019. Nataka kushukuru watu ya Tapat. Mimi najua Longanyapuo alifikiri Osil ni mtoto ya Chokora, ni mtoto ya Pokot. Nashukuru sana wa Pokot wa Tapat kwa namna ambavyo walichukua intervention, walifanya intervention yenye ilionyesha kila mtu watu wamechoka na uongozi wa Longanyapuo. Waso yangu tu ningetaka kuambia governor, I want to thank God because I am no longer advising you. For one reason, that everybody is aware that you are now doing things your own way. Penye umefika unatishia wa Pokot, my friend, that is the end of the road. And we will want to say, it is simple. Kama wewe umekwama peke yako, wachana watoto wa Pokot. Don't go for their blood. We need them. Osil is a young man. He is industrious. Baka una-interfere na family ya mtoto mdogo. My friend, that is the end of you. Yes. And we will know, hata wewe ulifunja shansu ya boma ya karibu ya kwako. Sasa tena, hii kijana tena unatesa. Mimi ulinifuta, nilikubali. Ulinifuta because I have cows, I have land, I have everything. I have big children I have women who can feed me. Why this one? Yes. Hata nyumba wajamaliza kukandika. Why our only lady who is a speaker? Hii ni bibi ya jamii yangu. My friend, uko unakanyaka waya mbaya. Lakini wako tayari. Yes. Osil ni kuka yangu. Lakini wako tayari. We shall not spare you. Get out of Pokot, umeshindwa. Enda nyumbani.
Simu nilikuwa naongea na tajiri wengine. Kuna mambo mengine. Pole pole. Unaangalia juu. Asante. Tutaadresi. Tunafanya mid security.